ameokoa maisha ya watu wengi zaidi. Mganga, amka ujitume, bahati yenyewe itakuja. Maisha ni kama safari ya mchanga. Au rafiki. Edu, mbona leo uko kimya hivi kama mtu mwenye dunia imemsaliti? Shida iko wapi bro? Nieleze tu. Maisha yananitesa sana. Sina kazi. Wakati mwingine nahisi kama nimezaliwa kubeba shida tupu. Hapana. Maisha si adhabu. Ni mtihani. Na kila mtihani una mwisho wake. Hoya vipi bro? Poa. Cheki mmetulia tu mahali hapa. Lakini nimesikia mazungumzo yenu. Lakini kumbukeni misemo yangu. Maisha ni kama safari ya mchanga. Ukikimbia utaanguka. Chunga hiyo baba. Ukikimbia sana utakuja kuanguka. Kwenda. Kweli? Mbona ni kama unanicheka ndugu Tuli? Nimechoka kusubiri bahati yangu. Nimechoka. Bro, bahati humtembelea anayejituma, sio anayelalamika. Acha kuwa hivyo bana. Amka ujitume, bahati yenyewe itakuja. Wacha kukaa tu hapo kilalamika hivi. Saa yote umelalamika. Jitume uone. Bahati itakuja yenyewe. Hautaitafuta tena. We must learn a lesson. Wacha hivyo bana. Look at my face. Like I could have killed a lot of people. Bro, na mahali nataka nikupeleke. Nipeleke wapi? Nyanyuka twende. Maisha ni magumu. Na kuna mtu anaweza kukusaidia. Yupi? Mganga Tila. Ameokoa maisha ya watu wengi zaidi. Mganga? Ndio. Sidhani kama hiyo inaweza kuwa njia sahihi. Hapana, itabidi tu twende wote. Basi twende. Mganga natibu naleta utajiri. Karibuni vijana. Mjaviga kwa mganga pembe moja. Vijana, sema shida yako nikusaidie. Mganga, kuna rafiki yangu hapa hivi. Akona tatizo, anataka umtatulie. Wacha, ninaweza kuwasaidia, lakini nina masharti. La kwanza, lazima muamini bila shaka. La pili, lazima mtoe kitu cha dhamana ambacho mko nacho. Wacha wewe. Kitu cha dhamana kama nini? Dhabihu ya imani au rafiki. Utajiri si bwerere. Utajiri si malezi.
nimekataa hii. Lakini mi siwezi kubali kumtoa rafiki yangu kwa ajili ya pesa au utajiri. Afadhali nibakie kuwa maskini. Ndiyo, hiyo ndiyo roho. Fedha si kila kitu. Aha. Ngoja kwanza nikae vizuri. Msemo mwingine, utajiri wa kweli ni imani ya moyo. Ina njia mbili sana, na kuna njia mbili ya kuwa tajiri. Kama gani? Njia ya kwanza ni ile ya haraka na ya mkato sana. Unapoingia kwa mganga utapata utajiri kwa haraka, lakini itakuja kukuumiza baadaye. Njia ya pili ni ya kwenda polepole kwa juhudi zako, ili upate unachotaka kwa nguvu yako, kwa jasho yako. Hapo ndipo utapata baraka nyingi zaidi kuliko kukata njia ya mkato. Hapo ni hayo tu sasa. Ndio maana nimechagua njia ya juhudi. Nitafanya kazi hata kama ni ndogo, na mimi nitakuwa kando yako. Hapa unaweza kuzipata kwa bei nafuu. Ndio, customer mje. Masimu za mkopo, Samsung, simu yoyote ambayo utataka ya mkopa ipo hapa. Mkuje. Vipi bro? Vipi? Kuomoka nayo? Mimi niko. Siku ulipata kazi? Kwa kampuni ya masimu. Kwa kweli nilidhani mganga angenisaidia. Kumbe msaada ulikuwa ndani mwangu. Hii ndio maisha bro. Tunatoka mbali. Oya, simameni kidogo. Mfalme wa soko amewasili. Leo nanunua bila pesa, nalipa kwa tabasamu. Allah! Allah! Victor, na wewe uishiwa vituko kweli? Maisha ni mafupi ndugu yangu. Ukikaa na huzuni utazeeka kabla ya wakati. Lakini si kila kitu ni cha kuchekesha. Ndio maana niko hapa kwa kuchekesha, ili msisahau kuishi. Maisha tunapambana hadi mwisho. Hakuna kurudi nyuma, kutoka mtaani hadi kileleni. Chepume tunawaka kama Victor. Vipi? Unasemaje? Nipo kabisa. Leo umevaa nini kichwani bana? Hii ni taji la mafanikio. Ala, taji la mafanikio? Ndio nimevalia. Mbona ni kama waanza kuniletea, unanichanganya akili kidogo Taji la mafanikio ndio nimevaa ili nijizoeshe. Nijizoeshe sasa na nini? Lakini Victor, kumbuka misemo yangu. Kicheko ni kama dawa tu, na tena ni dawa ya moyo. Unaelewa hilo? Lakini kumbuka, dawa ikizidi inageuka kuwa sumu. Victor, je, unalielewa hilo? Nimekuelewa mzee wa misemo. Nitachekesha lakini nitafanya kazi. Nadhani hapo sasa tutakuwa tunaelewana. Anyway, mimi nilikuwa naingia hivi, sijui ulikuwa unafika wapi. Acha nifika hapa bondeni, tutakutana tu. Sawa. Wivu nilikanyaga chini, kamua kusimama na timu yangu ndani. Tukisema twende kwa... Victor, nikuulize, unafikiri nini kuhusu maisha yako ijayo? Mnafikiria mimi ni mcheshi tu? Nachekesha kwa sababu sitaki watu waone maumivu yangu. Lakini Victor, una maumivu gani ndugu yangu? Nilikosa nafasi nyingi maishani. Watu walinidharau wakidhani sifai. Lakini niliamua kuwa furaha ya wengine. Hapo ndipo ushujaa wa kweli ulipo sasa. Ngoja kwanza niketi, nimwagie kwanza mcheke.
Alafu kwanza mnisikize tena. Mtu anayefuta machozi ya watu wengine, Mungu hafuti yake. Mnanielewa hilo? Aha, hapo ndipo sasa mtakuja. Nilianza chini kabisa, mikono mitupu, marafiki wachache, mifuko ilikuwa tupu. Walinicheka wakasema Naona mnaendelea bila msaada wangu. Tuligundua nguvu iko ndani yetu na ndani ya kicheko yangu pia. Labda nilitaka tu mjifunze somo hilo. Sio kila tatizo linahitaji uchawi. Nadhani mnanielewa. Mimi nilikuwa maskini wa pesa, lakini saa hii mimi ni tajiri wa marafiki. Na hii dunia nataka niwafunze kitu moja. Hata uwe na hela ndugu yangu, bila marafiki kitu bure. Bila marafiki wewe hauna umuhimu wowote hapa duniani. Ni ujasiri wetu ulitufikisha hapa. Na mimi nitaleta vicheko mpaka tuwe matajiri wa furaha. Yeah. Utajiri wa furaha ndio wa kweli. Wa pesa ni wa kujidanganya, ni wa kuisha. Mwanzo yasemekana ukiwa na furaha unaongezewa siku baada ya siku. Si kweli? Ni kweli si kweli? Ni kweli. Sasa wacha niwaonyeshe upande wangu wa pili. Picha ndio ninaanza. Ngoja. Mbona huyu jamaa yenu anapenda kututisha sana? Sasa Viki, acha kututisha bana. Mnaenda wapi wakati jua linawaka kali hivi? Tunaenda kwa mganga Tila. Kuna mambo nataka kuyaweka sawa. Ndani ya msitu kuna siri kubwa, usiku na mchana hakuna anayejua. Ukiingia humo huu msitu unakaa wa majini. Kama kuna majini yanatembeza chai, basi twende tukunywe, tumigwe na tetemeka. Victor, huu ni msitu tu. Mbona mimi siogopi kitu chochote? Huu msitu kama wa kawaida. Wewe huogopi, ila miguu yangu imeanza kutetemeka na kuogopa tayari. Ni nani anataka kutubutu kuingia katika msitu masaa hii? Hii si masaa ya kuingia katika msitu. Edwin, kama ni mzimu, basi wewe ongea naye. Ni mganga Tila huyo. Huyo ni mganga. Mganga? Ndio. Amefikaje hapa? Ndani ya msitu kuna siri kubwa, usiku na mchana hakuna anayejua. Wacheni niwaambie, msitu huu una siri kubwa sana. Ni watu wengi waliingia humu, lakini hadi wa leo hawajawahi rudi. Hawakurudi? Ndio. Ama kuna nyumba za kupanga ndani ya msitu? Sina uhakika. Hilo ni swali ambalo limetukumba sisi pia. Wewe Victor, kaa kimya kidogo. Sawa? Ndio. Kuna nguvu ya ajabu sana humu ndani. Ni watu jasiri na ambao wanaweza faulu maisha ya humu ndani. Kama wewe si jasiri, kwa uhakika hauwezi faulu katika msitu huu. Mmejitolea kuingia katika msitu huu, itabidi nyote muwe jasiri, la sivyo sijui kitakacho wapata nyinyi. Mganga, basi mimi niko tayari, nionyeshe hiyo siri. Subiri kwanza. Mganga. Yeah. Kabla ya siri, kuna chakula.
Usilete mzaha. Mimi siwezi pigana na mizimu kama nina njaa. Anakielewa anachokiongea mwenzako? Sidhani. Humu hakuna chakula. Nimewaambia muwe jasiri na msilete mzaha. Utakosaje chakula mganga? Kuna matunda ndio. Mganga, kwani matunda gani yako hapa msitu? Tulia nikwambie. Cha kwanza humu ndani, vitu na ambavyo viko humu ndani, si kila kitu inaruhusiwa uguse. Kwa nini? Kwa sababu uko na mimi, na mimi niliruhusiwa na mizimu humu ndani, basi utayaona matunda. Mwanzo, kasi hivyo, hata matunda wewe haungeyaona. Lakini mganga, ndio niambie. Mwambie mizimu zikuruhusu nipate chapati. Naona mwenzako analeta mzaha. Mbona mzaha? Humu hakuna chapati. Chapati ya humu ni mauti. Shika hivi. Usiulize na kujua. Kujua kwangu, wewe ukitaka kujua zaidi, utajikuta hauyuko humu. Mwanzo utashangaa sana unachokiona hapa hakipo. Mweleze mwenzako. Tuendelee na safari. Ndani ya msitu kuna siri kubwa, usiku na mchana hakuna anayejua. Ukiingia humo Mganga, hii sauti si ya kuku wala ya mbuzi. Mimi naondoka. Ndio maana niliwaambia humu ndani kunahitaji ujasiri. Ikiwa wewe si mjasiri, humu utoboi. Na ulipoingia hapa, ukijaribu kutoka, nayo ni shida. Yaani taabu after taabu. Shida zaidi ya shida. Niko imara. Lazima tujue ni nini. Na leo ndiyo mtajua siri ya msitu huu. Hiyo sauti kama inakuja karibu, na kama ni mzimu, basi anza na kumsalamia. Victor, acha utani. Twende tukaone ni nini hicho. Mimi niko tayari kuona kutoka mbali sana. Msitu huu haupendi watu waoga. Kama nilivyowaambia mwanzo, lazima uwe jasiri. Na kama unaogopa, itabidi urudi kijijini sasa hivi. La sivyo, sijui. Nani amesema naogopa? Mimi naogopa kidogo tu. ndani ya msitu kuna siri kubwa, usiku na mchana hakuna anayejua. Ukiingia humo lazima uwe jasiri, maana humo kuna mambo ya ajabu sana. Msitu wa siri, ukiingia humo uwe jasiri. Msitu wa ajabu. Victor, sisi ni toy za watoto, kumaanisha kuna watu wamekuwa humu ndani msituni. Labda au labda simba alipita hapa akitafuta chakula na sisi ndiyo chakula. Hizi ni toy za watoto, kumaanisha watoto au kuna mtu amekuwa humu ndani wakati huu hadi
ndio imeangushwa sasa hivi. Hizi si vitu za watu ama watoto. Hizi ni vitu za siri, yaani siri ya humu msituni. Alafu epukana na kushika vitu na ambavyo haujielewi. Utajikuta umeingia matatizoni ambapo hautawahi toka. Kumbuka niliwaambia kwamba kuna watu waliingia humu ndani na hadi wa leo hatujui walienda wapi. Hawajawahi rudi kamwe. Mimi nimeona tu kama toy za watoto. Humu hakuna mtu aingiaye humu ndani. Ni nyinyi mmeingia na mmeingia bahati mbaya sana. Nimekuambia na nitarudia. Kuna uwezekano unachokiona hapa hakipo, na sitarudia tena. Tuendelee na safari. Wengi waliingia hawakurudi nyumbani. Tulieni kwanza. Vipi tena? Sasa nimejua. Kujua nini? Mimi nitarudi mapema nyumbani. Mwenzako ana mzaha sana. Unasikia chenye anamaanisha huyu? Anamaanisha nini? Labda wewe unamuelewa. Anataka kurudi nyumbani kijijini. Nilikupea nafasi ya kurudi kijijini ukashindwa. Mbona watusumbua wewe? Uache mzaha. We Victor, tumeanza hii safari, inabidi tuimalize. Ghafla, kamwe. Ukiendelea na mzaha wako, kitakachokupata ole wako. Msitu wa siri, ukiingia umoe jasiri. Msitu wa ajabu, wengi waliingia hawakurudi nyumbani. Kuna kitu kimepita hapa. Hata nami nimekiona. Nikunguri na siwezi nikasema, nikivumbi sinirudi tu kwa keja. Pande moja ni kikosi cha Wakenya, hawatambui wewe Ruto, wanataka kukutoa mamlaka.